Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Nimetamani tena nishare na mtu mmoja vitu vichache ambavyo Mungu amekuwa akinisemesha. Leo tutajifunza kwa habari ya kutafuta uso wa Bwana wakati wa magumu au wakati wa vita. Somo letu linapatikana kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu walimwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasoni Tamari. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Kitu gani natamani nikufundishe? Mfalme Yehoshafati alikuwa ni mfalme wa Yuda. Unapokuwa mfalme unakuwa na majeshi ambayo yanalinda utawala wako au yanalinda maeneo yako. Sasa wakati Yehoshafati amekaa, akapokea taarifa. Moja kati ya taarifa ikamwambia, tumezungukwa na jeshi kubwa, tumezungukwa na watu wengi ambao wamekuja wakitangaza vita. Sikiliza nikwambie, baada ya ile taarifa Yehoshafati kuna hatua alizichukua. Hatua ya kwanza, akauelekeza uso wake autafute uso wa Bwana, au akaelekeza wautafute Bwana. Swali langu ni hili: wakati wa magumu, kitu gani huwa unafikiria kukifanya? Wakati wa changamoto, kitu gani unatakiwa ukifanye? Mfalme angeweza kutangaza vita. Mfalme angeweza kuwaambia majeshi, hebu tuingie vitani. Lakini kitu alichokifanya mfalme Yehoshafati, akawaambia, hebu tutumie muda wetu tumtafute Bwana. Sikia nikwambie, mahali pengine Paulo anaandika, anasema hivi: katika yeye tunaishi, katika yeye tunakwenda, katika yeye tunakuwa na uhai wetu. Katika yeye tunaishi, katika yeye tunakwenda, katika yeye tunakuwa tuna uhai wa kwetu. Ndicho hicho ambacho Yehoshafati alikifanya wakati wa vita. Akaiambia nchi ya Yuda, hebu tufunge tusikie Bwana anasema nini. Wakati wa vita, wakati wa magumu, wakati wa changamoto, jambo la msingi ambalo ni dawa ni kuutafuta uso wa Bwana. Haijalishi ni magumu kiwango gani, haijalishi ni vita namna gani. Take your time, find God. Sio wakati wa magumu unachukua simu, nimpigie mjomba, nimpigie shangazi, sijui nimpigie mtu gani. Hata wao hawana msaada wa kusaidia. Aliye na msaada ni Mungu peke yake. Anaandika mwandishi Daudi akiwa anaandika kitabu cha Zaburi, anasema hivi: nitatazama milima, nitatazama mabonde, msaada wangu utatoka wapi? Alafu chini anasema, msaada wangu ukatika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Msaada wetu uko kwa Mungu. Msaada wetu hauko kwa mtu mwingine yeyote. Tunaweza tukaonekana hatuna nguvu, tunaweza tukaonekana ni wajinga, lakini maandiko yanasema kwamba tujapoonekana dhaifu, kwa Mungu tuna nguvu. Tujapoonekana dhaifu, kwa Mungu tuna nguvu. Ndicho ambacho alikifanya mfalme Yehoshafati. Hebu nikupe majibu ya hicho alichokitafuta. Sura hiyo ya kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20, nenda kauangalie mstari wa 17. Mstari wa 17 unasema hivi: hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nao. My God, my Lord. Mungu anaenda anawatokea watu wa Yuda, anawaambia hamtahitaji kupigana vita. Kwa nini wanapewa majibu ya kutohitaji kupigana vita? Wamesha utafuta uso wa Bwana. Si kila jaribu unabidi ulikemee, sio kila jaribu inabidi uombe, inabidi ulie. Kuna vitu vingine vikija kwenye maisha yako vinakupa gate ya kutafuta uso wa Bwana. Saa unautafuta uso wa Bwana, majibu yako njiani. Saa unamtafuta Bwana, msaada uko njiani. Saa unamtafuta Bwana, ushindi uko njiani. Saa unamtafuta Bwana, msaada wa kimungu uko juu yako. Neno langu muda huu ni kwamba hebu tujipe muda wa kumtafuta Bwana.
Hebu jipe muda wa kumtafuta Bwana. Haijalishi ugumu, haijalishi changamoto, haijalishi mazingira, haijalishi hali yoyote unayoipitia. It's time to kneel down na kumwambia Mungu, niko hapa, nimesalenda. Ni muda wa kumtafuta Bwana na kumwambia Bwana, nimefika hatua sioni chochote nachokifanya, na mtafuta Bwana. Mungu akubariki, Mungu akuonekanie, na ni maombi yangu uso wa Bwana uende pamoja na nyie. Amen.